Siku ya leo nimekuja na kitu cha msingi sana katika uchoraji kwa kutumia njia ya SolidWorks. Tunatumia SolidWorks kuchora vitu mbalimbali. Na kitu ambacho kinaitwa DriveWorks. Wengi wanajiuliza DriveWorks inafanya kazi ya nini? Inafanya nini? Okay? Lakini hii DriveWorks mara nyingi hutumika kurahisisha uchoraji. Unakuta mtu unachora kitu kimoja lakini different size. Nataka mwingine unachora kitu ambacho kwa mfano unataka uchore chupa, lakini ile chupa kidogo inakuwa ina repetition ya ile chupa, lakini different size ya ile chupa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni nini? Manake unachotakiwa kufanya hapo ni kuzingatia tu hichi kitu ambacho kinaitwa DriveWorks. Kwa hiyo DriveWorks ita control baadhi ya parameters ambazo unataka wewe ziwe zina alternate, maana zina change, lakini kitu kile kimoja. Kwa mfano umechora chupa, lakini unataka control design ya upande wa size ya ile kifuniko, lakini na ile outer diameter. Kwa hiyo hii DriveWorks itakusaidia wewe kucontrol zile parameters, manake unaziandikia tu, itakuwa mfumo wa form, utakuwa umezitrap. Kwa hiyo yenyewe utakuwa mtu ni kufill tu, anaandika namba 2, namba 30, namba ngapi. Akipiga run, maana yake inatengeneza kitu kwa haraka. Tutaenda kuona namna gani tunaweza tukatumia hii DriveWorks control baadhi ya vitu, baadhi ya michoro, ili rahisi kwako kujua kumbe unaweza kufanya hivi, kwamba mtu ndio uchore chupa moja, chupa ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, kila siku unapoteza muda. Unachora chupa moja na kutoa parameters, unakuwa unaingiza tu namba dakika 0, yani kusema dakika 0 maana yake hata minutes kule, zile sekunde haichukui round kwa shakli. Sasa twende tuone. Cha kwanza tunaenda kufungua hiyo SolidWorks yetu. Mimi natumia SolidWorks 2023. Sijajua SolidWorks ya 2020 version ndogo, sijajua kama itakuwa na hii DriveWorks, lakini kuna 21 inakuwa nayo, 22, 23, 24, 25. Mimi natumia version ya 23. SolidWorks 23 natumia version hiyo. Kwa hiyo sasa tunafungua SolidWorks yetu. Kwa SolidWorks yetu, ukifungua hapo kama kawaida kwenye home, utakutana na ile parts assembly. Hii inafanya kazi kwenye pande zote. Inafanya kazi kwenye upande wa parts na inafanya kazi katika upande wa assembly. Also kwenye upande wa drawings pia unaweza kufanya kazi vizuri ipasavyo. Okay? Kwa hiyo sasa mimi najaribu kutengeneza au nakupa mwanga katika kutumia simple drawing ambayo itakurahisishia wewe kufanya zaidi na zaidi katika assembly yako. Kwa hiyo mimi naingia moja kwa moja kwenye part. Tunaenda kuchora simple part ambayo tunaweza tukacontrol. Naweza nikakuonesha ili uweze kujua au uelewe kwa urahisi namna gani tunatumia DriveWorks kuchora michoro by repetition kwa njia rahisi zaidi. Okay. Okay. Hapo tunatengeneza simple part. Tengeneza inakuwa something ambayo hapa ni duara, lakini katikati na tundu, lakini inakuwa na certain thickness. Kwa hiyo naenda ku control. Kwa mfano kuna mchoro hapa na front view nani okay. Okay. Tunaanza labda outer yetu tumechora, maana hii part ni ya kwanza tunachora. Kwa mfano na nje tuna shumu ina 100, okay? Na distance na diameter 100. Okay. Lakini also inside na iweka 50 ndani, tuna put the thickness, piga extrude
which direction ni maana yake sio kwa direction unakuta 10. Umeshaiona? Okay. Kwa hiyo hii ni feature ambayo tunataka tu tuna aina hii ya features tofauti na diameter ziwe tofauti. Kwa mimi sihitaji tena nichore from the scratch au naanza hichi na hichi nichore duara, unapoteza muda. Kwa hiyo DriveWorks inakuja kukusaidia kucompensate hizo mchoro zako ambazo zinafanya repetition of different sizes au different dimension katika mchoro wako. Sasa kitu cha kwanza hapa ni lazima uchore hiyo part yako au assembly unayo. Ukishakuwa na assembly, kuna kitu kinachoitwa part. Labda unataka jina lako, mwendelezo wa jina lako liwe, kwa mfano hii jina letu tunataka tu liwe na part, yani jina kwa mwanzoni iwe na part, lakini itafuatiwa na namba, different number, labda part 1, part 2, part 3, au utakuwa na part na part number, au tunashumu kama hii labda ni washer, labda washer hiyo, hata washer tunashumu labda washer kwa mfano, kama washer 100, washer 200, na maana tunaweza labda diameter, in terms of diameter D200, washer D. Okay, sio ndio labda ninachomaanisha. Lakini tuna save kwanza, tuna save kwa hiyo washer. Sasa ile naandika washer, lakini ile washer inayofuatia hizi namba mbele, kwa mfano washer itakuwa inaandika D200, nitakuonesha namna gani hii tunaenda kuinsert hii D200 ya mbele, lakini hii ndio inakuwa ni constant, haibadiliki. Kwa hiyo hapa hii D200 tunakuonesha namna kuinsert kule mbele. Kwa hiyo nitafuta hiyo, kwa naandika washer hii D ngapi na depend nataka kuandika kule, nataka kuwa naingiza data kwa 100 au ngapi, tutaona mbele. Kwa hiyo hapa hii tuna save desktop, kila the parts na save. Tukisha save, ukishachora mchoro wako umesha save vizuri, hapa ndio unaenda kwenye process inaitwa nini, DriveWorks. DriveWorks tunaipatia wapi? Naweza kuandikia hapa. Mara nyingi unakuta hapa ipo kwenye command, kwenye hiki alama kama hivi. Mara nyingi unakuta kimekuwa kwenye wengine wanakuwa in terms of this. Kwa hiyo cha kwanza lazima muandike, uweke kwenye nini, kwenye command, lakini hapo utaandika DriveWorks. Kwa watu wavivu kama mimi, unaingia hapa direct, sawa, the same unaipata, unaona, unaipata imeandikwa DriveWorks Express. Okay, lakini mwingine mtu mjanja nini, hataki mambo kama hayo, paste, anaingia kwenye tools, anaingia kwenye Express products, anaenda kwenye DriveWorks. The same, watafika kwenye point ambayo ni hii hapa. Baada ya hapo sasa kuna vitu vya kuzingatia katika hii DriveWorks. Kwa hiyo cha kwanza hapo tunaenda ku create database ambayo itakuwa na control au inakuwa inaweka zile register kwenye mchoro wako au hiyo model design au ni assembly. Kwa hiyo tunaenda ku create database ambayo itakuwa inatunza save desktop. Database yangu naita ni washer, inahusiana na washer list parameters. Okay, ambayo itakuwa inakuja kuiona parameters. For example, tuna mambo mengi na tuna save. Tukisave, sasa tunataka cha kwanza lazima anasema kwamba select a model already in DriveWorks. Alternate use open model or browsing to new one. Kwa hiyo tunatakiwa hapo sasa cha kuzingatia hapo mwanzo, lazima tuiset ile model ambayo tunaenda kufanya DriveWorks. Kwa hiyo hapa tuna browse, sababu au unaweza kutumia use model. Use model maana yake ninatumia direct hii hapo na kimeshaingia moja kwa moja, lakini mwingine anaweza kutumia browse, ukaenda kwa select ile model yako ambao tulikuwa tumesave, ndio hii exactly ni hii. Ndio nimetumia use model iliyopo hapo. Ndio kuja direct. Unaona jina ni washer na hapa ni washer. Make sure lazima majina yafanane. So unakuta huku washer, unakuta huku nani Kings wapi na party, na make sure party na itaka kuifanyia DriveWorks inakuwa hapa inafanana na unataka, inakuwa ni exactly kitu ambacho tunaenda kufanya DriveWorks. Kwa hiyo hapa tunafanya nini? Tunafanya capture. Hii ni capture model, hicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili, cha tatu, kwa sababu umeanza kuchora nini mchoro wako fu, umeiomba DriveWorks, ume create database, ume capture now. Kisha capture na ingia kwenye dimension and features.
Dimension and features maana yake unaenda kutrap sasa zile dimensions zako ambazo unataka kufanya nini, unaweza kuzitrap ili kuzifanyia hizo model, kuzitrap ili kuzifanyia modeling. Sawa. Nashusha hivi ili ionekane vizuri. Shusha hivi ili ionekane vizuri kwa urahisi wake. Lakini ni drive. Nashusha hivi chini muone nini tutakachokuwa na hapo na features, kuna dimension. Sasa hapa ili uzione zile ambazo tunataka kuzicapture, ingiza address pamoja na jina lake, ili ziweze kubadilishwa, nini, zote zinaje alternate direct zenyewe automatically. Okay, kwa hiyo maana yake hapa, ili nione kwa urahisi, baadaye click hivi nione swi dimension, nikidouble click nione swi hivi, ndio kubakia hapo. Maana yake ninachofanya nini, naenda kwenye annotation, click hapo na right click, naenda kwenye show features dimension. Show reference annotation, show reference annotation unaipata. Na show features ndio nimeona imeandika show reference annotation, inakuwa hapa ziondoki, maana yake inakupa vizuri namna kuzi insert. Kwa hiyo maana yake hii dimension naona ni dimension kwa ajili ya outer, hii dimension kwa ajili ya inner diameter, lakini hii 10 inakuwa ni kwa ajili ya nini, hii 10 inakuwa ni kwa ajili ya thickness. Kwa hiyo tunaenda control parameter tatu ambao ni this one, hii hapa na hii hapa. Basi. Kwa hiyo unachofanya nini? Unaenda click exact. Mfano na click ili ingie capture, inasema na click dimension na click capture hapa. Nikicapture maana address inachukuliwa ya hii. Alafu naiandikia jina. Mimi naandikia jina ambayo ni rahisi mimi kujua ni nini, sababu hii address siwezi kuelewa. Kwa hiyo mimi naandika kwa uelewa wangu hii ni nini, ili iwe rahisi kunikumbusha utakapokuwa na link, lakini katika uandishi wa ile form. Sawa. Kwa hiyo hapo mimi naweza nikaita inner diameter, inner diameter. Unaona inakuwa imeadi hapo, sio? Tunaingia inayofuata, tunaingia kwenye dimension, the same dimension, tuna capture nyingine. Hii tunaita outer diameter. Sisi kama andika wewe, inakusaidia wewe utakumbuka ni nini ninachomaanisha. Lakini kingine ni hii, na click hapa inaingiza address yake. Hii itakuwa ni boss, kwa sababu ninayo moja, mtu anaandika kabla boss au anaandika thickness kwa mfano thickness. Baada ya capture zote hizi, sasa umesha capture zote hizi, maana yake capture dimension zote, maana yake unazicontrol zile dimension tatu. Unakuta mtu anataka control dimension mbili, maana unatembea kwanza, unatembea pili, umaliza. Kitu ambacho unataka kufanyia DriveWorks au hutaki kichange, kitabadilisha vitu vyote, lakini kile kitu ambacho hakibadilisha, maana yake ukiingiza, maana yake kitabaki constant. Kwa hiyo mimi nilivyoviingiza ni vitu vitatu ambavyo tutaenda kufanyia DriveWorks. Kwa hiyo baada hapo, ukishamaliza kwenye dimension and features, unaichi kitu inaitwa ni form. Unaingia kwenye form ndo una add sasa hizi parameters. Ni vitu ambavyo unaenda kwa any form, ni pale ambapo muonekano unaonekana. Ni pale kitu ambacho yani yule muonekano unakuja kuonekana pale ni nini? Unaona? Unaweka. Maana yake form ni kitu ambacho mtu anaona visibility, kwamba hii ni boss, hapa niingize inner, hapa niingize outer diameter, ile ya nje, ile appearance ya nje, ile maneno kama ninavyoona hapa washer. Hii ndo naitengeneza form washer hapa, unaona kuna sweep cut nini, hizo ndo outer. Zile tukaona zaandika kule ni zile ni address name. Kuja kulink tutaona. Sijali tutaona. Naingiza add. Na add kitu gani? Tumeona tuna outer diameter, tuna inner diameter, unaziandikia zile sasa, zile unazocontrol. Hapo kuna outer, mfano tunaanza na outer diameter. Sasa ile outer diameter anaingiza kwa mfumo gani? Ana mfumo wa namba, ana drop down, ana checking box, au ana spine button. Yaani ni anafanyaje hizo
kuingiza hiyo data, yani outer diameter anaingiza kwa mfumo upi wa namba, ni namba, ni maneno, ni nini, lazima control kitu kama. Kwa hiyo yeye anaingiza ni namba, lakini namba kuna sehemu mbili, kuna namba hii numerical box na kuna namba hii ya drop down. Drop down maana yake unampa namba direct exactly, maana hawezi kuingiza hii ni hii haumpi set na range. Drop down unaingiza kwa mfano unaziweka zile constant zako, yani mimi ni zile standard ambazo unazi control wewe, yeye hawezi kuzibadilisha. Hii ni kuselect just hii hapa na 30, 20, 40. Tutaona different video. Kwa hiyo sasa hivi tuanze kutumia numerical. Kwa hiyo numerical maana yake unamseti unampa minimum value na maximum value. Unampa maximum value na minimum value. Kwa hiyo minimum value ya ile ya hii unachokiandikia, mfano outer tunadina outer, kwamba outer ili minimum value yake ni ngapi, yani namba ya chini au ni ile size ya chini ya outer diameter ni ngapi. Unaangalia kwamba hii namba ya chini asiki 0, kwa sababu akika 0 huyu ina atakuaje? Unaona, labda wataka ina maximum awe na 50. Minimum wa ina anatakiwa yes, maximum ya ina awe 50. Kwa hiyo mimi natarajia maana huyu minimum tuchukue 60. Minimum ya 60 unazi control mwenyewe, hizi minimum anawe na 60, lakini maximum ana 200. Maana yake akiingiza chini hapo, hiyo kitu akiwezekana kitamwambia warning kwamba this value is not applicable. Sawa, tende kwa hapo una create. Ukicreate inaenda kwa moja kwa moja. Unaweza kuedit, unaweza kuitest, ukaiangalia, unaona hapa kuna ina, maana yake hapa nikiandika labda 20, unaona kuna warning kwamba bado hiyo value ipo chini. Nikiandika exactly ambayo labda mfano 60 itakubali. Nikiandika 300 F3 labda 300 bado imezidi, maana yake unaona warning. Unaona kitu ambacho na control. Kwa hiyo ukiangalia umesha-test na iko sawa, unarudi kwenye design. Na hadi kitu kingine inaitwa nini? Ni ina diameter. Sasa tutaelewa na tatu. Ina diameter tunaweka numerical text box. Minimum tumesema ni ngapi? Ni 0. Okay? Maximum ni 50. Unaweka kitu cha uhalisia. Kingine tuna add ni hii thickness. Unaiandika thickness. Thickness thickness numerical text minimum tuseme iwe 10, maximum iwe 30 mfano. Create. Umeona? Sasa tumesha control hizi, tumeshaandika hizi, maana nikipiga hapa kwenye test unaanza na ziko 3, sio? Tushaweka. Sasa tunataka hichi pia ikiwa kinabadilika, kwa inaandika washer D200, washer D ngapi. Tunaiadd kama kwenye form, lazima tuiadd kwenye form iandike kitu gani. Kwa hiyo tunaingia kwenye design na add kitu kama hicho. Kwa hiyo tunasema hapa hii tunaita kama ni part name. Ndio. Part name kwenye part name tunampa textbook. Textbook atakapoandika yeye ndio itakuja kujiadi hapa mbele. Textbook atakapoandika ndio atakapoandika mbele. Atakapoandika ikae pale. Unaona? Tukishamaliza maana yake hapa tukiingia kwenye test unaona ziko hivi. Lakini ukiangalia hizo ziko sawa, thickness nikiandika 40, warning ziko inafanya kazi sawa, maana yake unaona exactly ziko sawa. Sawa. Lakini pia ngoja nagusia kidogo hapa, naweza nikarudi tena hapa, kwa maana labda hii nataka nizibadilishie, unaweza kaingia kwenye edit again ukazibadilisha pale, okay? Uka-update ukaendelea na maisha vizuri, au sio? Baada ya hapo sasa tunaingia kwenye kitu tunachoita rules. Tumeshatengeneza zile dimension and features, tumetengeneza form. Kwa hiyo sasa hapa rules tunakuja kuziangalia, je, tulivyo capture viko wenyewe sawa? Tuna file name iko moja, miss moja iko sawa.
tuna configuration, tujafanya configuration, customer configuration tutafanya, dimension tumefanya ziko 3, maana yake hii na hii na hii hapa, thickness, outer and inner diameters ziko sawa. Kwa total tumeona ziko 4, missing ziko 4, sawa, ziko exactly. Kwa unapiga pa rules or total zake ziko hizi zote, maana yake ziko sawa. Tunaenda kwenye edit rules, tunaenda kwa edit rules, maana yake tunaenda ku link na zile address ambazo tumezitengeneza za dimension ambazo tunafanyaje, tuzi control. Kwa hiyo tuna control hizi ni address, una link na zile forms ulizotengeneza. Kwa hiyo nikigusa hii mfano hii ina diameter, double click hapa ndo unaenda kutengeneza rules kwamba hii ina address iwe ni nini. Okay, sasa na nini maana yake msema hizi ni form, mzana hizi ni form. Kwa hiyo ina hii address inatakiwa ingie kwenye nini, kwenye ina zake ina. Okay, kama una setting labda ina jumlisha kitu fulani, akiandika namba fulani ijumlisha na kitu fulani, unahadi vitu vipo unajumlisha na kitu fulani, setting number maana yake itakuwa ukiingiza hapo kule 30 inajumlisha na 100 inaingiza kwenye mfumo, lakini mimi nataka ile namba nitaandika mwisho hapo tu ni namba, au sio bwana? Napiga okay, imeshaingia inatoka hiyo yenyewe, sio outer diameter na link the same. Hiyo ni outer, mpaka ni outer, sio kuchanganya maana kuchanganya madesa. Thickness ingiza kwenye thickness yenyewe hii hapo, maana inakuwa inarahisishia. So maandika thickness huko ndo maanisha outer chuma. Sasa hii washer, hii ni part name, kwamba washer ile jina litakavyoandika pale, usiandike washer ili itokee namba ya mbele, lazima i link. Hii washer nataka bwana ile part name mbele yake, mbele yake itokee part name, yani washer part name. Atakapoandika kama J4, washer J4 D hiyo, unaona. Baada ya hapo imeshakamilika, unakuja kulani. Tuna lani sasa yake, tunaenda ku test mtambo. Sawa, hii ndio yapo, hii part ya kwanza. Tunatengeneza part the same part lakini inakuwa different size. Kwa mfano hapa tunataka labda outer, hapa outer yetu ni 100, sio? Hapa tunampa 200 kwa mfano. Lakini pana ya range 200. Ina tumesema ni maximum ni 50, haiwezi kuzidi. Ukiandika 60 itakuandikia warning. Unaona? Kwa hiyo hapa naandika 30. Thickness tumesema isizidi 30, tunaandika 10, 20. Hapa si 10, 20 tunaandika. Part name nimekwambia inakaa mbele ya wala nataka space. Part name nasema labda D, kwa mfano washer 100, so washer D, naandika D 100. Lakini mwingine anaweza kalinki hii kiurahisi zaidi, anaandika badalike D 100 na kuosha D, alafu na kule kwenye rules anaandika plus hii 100 ana insert tena na link na nini, ana link na ile outer diameter tukaiweka. Baada hapo na create, nake una create inaenda kutengeneza hiyo vitu vilivyoviweka vinaenda kuchange, vinaenda kubadilishwa. Nikishamaliza maana hapo vitu vyote viko sawa, maana hii tick maana imefanya kazi, imeingiza vizuri, fresh finish. Nakuja kucheck, je, ziko sawa. Nakuja nikifungua hapa, nikigusa hii tukiangalia last used, nikiboza last used utaiona tumeweka outer diameter ni ngapi, 200. Hii hapa exactly. Inner diameter this one, unaona, yeah. Outer thickness ni 20. Hii hapa exactly 20. Part name tumesema ni D 100, kwa hiyo inachukua ya mwanzo ni washer D 100. Baada hapo nina clear, nikiclear natengeneza nyingine. Kwa mfano twende tu nyingine hapa, tuandika outer diameter ni ngapi, 200, tuweka 150. Twende bwana, na zinajitengeneza exactly the same, inakuwa part different. Hapa una nini hapa, tumeandika inner diameter weka 20 baba, thickness tumeweka 20, weka 25. D ngapi, D 200, space D 200, create.
inatengeneza hapo, vitu vyote vimefanyika, viko sawa. Tunachukua last use, tunaangalia, tuna link, tunaangalia na double click hapa, nikigusa hapa, nikigusa hivi partner, nadhani unaona kwamba outer diameter ni 150 hapa, inner diameter ni 20 hii hapa, na thickness ni 25 hii hapa. Part name ni D200, washer D200. Lakini pia usivione kama viko hapo vimetengenezwa, nimejisave kule ilivyo save ile ya kwanza. Kama ulisave desktop unazikuta zimetengenezwa nyingine, tuangalie kama zipo. Sasa nimeziona hizi hapo kwamba D100, D200, washer yake ni hii, that is the difference. Kwa hiyo umetengeneza DriveWorks kwa njia rahisi hiyo parts. Baadaye mwingine anaweza create hizi marudio anachelewa muda. Kwa hiyo DriveWorks inakusaidia. Kwa hiyo unaweza kuwa na big assembly, unatakiwa kufanya modification au unataka kufanya kitu fulani, unakuwa na mchoro wako mkubwa, unataka kufanya modification mbalimbali, unafanya mchoro labda ni mchoro wako mimi, kwa hiyo unataka labda ufanye different modification, kuna sehemu ambazo unataka kuzicontrol kwa urahisi ziweze kucommit. Kwa hiyo hii haina haja kuchora kitu moja kila siku moja unafanya meeting, time is taken, okay? Kwa hiyo unakumbana na majira sasa hivi, au sio? Kwa hiyo DriveWorks inaweza kukusaidia kwa njia moja au nyingine. Asanteni sana, karibuni sana Mali Software. Sawa.